Unatamani umchukue mchezaji gani ndani ya Simba Sports Club? Atakwambia ni Libase. Maana yako ni ipi sasa? Maana yangu Albert licha ubora wake lakini bado timu inamzunguka kumpa matokeo chanya. Wasifananishwe na Libase leo. Maana yangu hiyo. Licha ubora wa Albert bado timu inamzunguka kumwasilisha kwamba yeye ni bora. Ujambo na karibu sana mwana michezo, tuje kuzungumza yale kimichezo. Leo Simba Sports Club anacheza dhidi ya Coastal Union pale Meja Jenerali Isamuhyo majira ya saa 1 kamili. Wana Simba wengi wanatazama mchezoni kama mmoja mchezo ambao utawatoa kimasomaso. Kumbuka michezo mitatu ya kule kanda ziwa imepata alama 9 lakini mabao ni 6 huku kadi nyekundu 3 zikiwa gunzo mitandaoni. Tuko na Dosa Traore tunakuja kuzungumza yale kimichezo baada ya jana majigambo makubwa ya makocha kwamba kila kocha anataka ushindi mchezo wa kesho. Ikumbukwe Coastal Union anajapata ushindi mchezo yoyote ule na Simba Sports anataka kuondoka na clean sheet mchezo wa leo. Je, wataweza Dumbia kuandika historia nyingine leo? Ataweza? Tuko na Dosa Traore. Mengi ya kimichezo tutazungumzwa hapa. Kwema? Kwema, mambo vipi? Fresh, umetulia? Mungu mwema. Mambo ni bulbul. 100%. Unaona umevaa glasi. Kama mpelelezi vile. Kuna shemeji yako mmoja anaitwa Esther kanambia, Dosa unapendeza sana ukivaa miwani. Esther huyo. Hatari. Na ukasema ngoja nivae, Esther naye enjoy. Nikamwambia sitokuangusha. Dosa leo Coastal Union anashuka dhidi ya Simba Sports. Na Simba ni mwenyeji kwenye mchezo huu. Jana wakati wanazungumza makocha, Matola alisema kwamba mchezo wa leo anataka kuondoka na ushindi mnono. Baada ya mchezo mitatu kuondoka na ushindi, lakini baadhi ya mashabiki wakisuasua kwa nini ushindi unakuwa goli 2-2. Kwa hiyo amesema ushindi mnono na uona leo Dosa kwanza dhidi ya Coastal Union. Coastal na Simba haijawahi kuwa mechi rahisi. Haijawahi kuwa mechi nyepesi. Ni mechi ambayo kila mtu anaonyesha alichokuwa nacho. Ni mechi ambayo mshindi anajulikana. Wajikanaje? Sio mechi rahisi, sio mechi nyepesi. Lakini mechi ambayo Coastal anaonyesha ukubwa wake, Simba naye anaonyesha ukubwa wake. Lakini kwenye dakika 90 mshindi anajulikana. Yaani mimi sitaki kuamini kwamba Coastal atakuwa na msulo kumzuia Simba leo. Sitaki kuamini. Lakini mimi naamini moja mechi bora ambao Coastal anakwenda kuwapa Simba ni mechi ya leo. Coastal ndio kwa. Yes. Kwa nini uamini hivyo sasa? Coastal kapoteza mechi 2 mfululizo. Coastal kapata suluhu mechi 1. Maana yake kwenye mechi 3 Coastal ameokota alama hii 1. Coastal mtego wake, matumaini yake ni kwenda kuinuka kwa Simba. Lakini Simba akili yake nasema mambo niliyopoteza msimu uliopita msimu huu asijirudie. Lakini bado ukienda kwenye dressing room ya Simba wanaamini kwamba moja ya msimu ambao na wao wanaweza kugombania ubingwa ni msimu huu. Kwa ili Simba naye aingie kwenye konteta kugombania ubingwa ni lazima amfunge Coastal. Coastal atakubali? Unaona ugumu wa hiyo mechi? Coastal anataka kuinuka, kuambia wanatanga kina Dosa. Unajua mimi ni mtu wa Tanga, Wewe ni Coastal. Mimi leo Coastal. Lakini sitaki kuweka mapenzi ambayo mwisho wa siku atakwenda kuniathiri. Sitaki kukana tamaa ambayo mwisho wa siku utakwenda kuniumiza kisaikolojia. Mimi nawaheshimu sana Coastal. Lakini anapokwenda kucheza na timu kubwa hizi mbili, lazima karata yangu nimpe mkubwa. Kwa hiyo matokeo yoyote ya ushindi ambao leo atakwenda kuyapata Simba, sitoshangaa Simba kwa nini ameshinda. Utoshangaa Simba kwa nini ameshinda. Na sitoshangaa leo Simba kupata clean sheet. Sitoshangaa. Lakini surprise nyingine inawezekana. Yule mchezaji ambaye msemaji wa Coastal amekwenda kumzungumza kwamba huenda ndo mechi yake kupewa mabegi. Huenda leo maiti ikaenda kufufuka kwenye siku ya Coastal. Yaani Dumbia au sasa. Wewe ndio umesema. Dumbia ndio amezungumzwa jana kwamba Dumbia hataweza kupata goli kwenye mchezo wa leo na watamdhibiti pasavo, na leo ndio kwa siku yake ya mwisho kubakia pale Simba. Ataondoka na mabegi yake. Yaani tiketi ya ndege iko mezani kwa namna ambavyo Diego amezungumza jana. Mimi naamini ni maneno ya tambo. Ni maneno ya faraja na ni maneno ya kuwavutia mashabiki. Lakini ukimuuliza off mic msemaji wa Coastal Union, unaionaje Simba na Coastal mchezo wa leo? Atakwambia Simba na nafasi ya kushinda. Lakini kwa sababu za kiitifaki hawezi kuzungumza maneno kama yale front. Ndio maana ukija kwetu sisi mashabiki, ukituuliza mechi ya leo unaionaje? Kipo mbele cha kwanza. Na kwambia leo Simba anashinda.
Lakini si kushinda tu, chengine ninachokwenda kukuongezea, huenda leo Simba kwa mara ya kwanza akapata clean sheet. Jana amezungumza Abel na amesema kwamba nimekaa na backline zangu, nimezungumza nao wachezaji kwa ujumla, tumezungumza nao kwamba sitaki kuruhusu bao tena kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Ni kwa nini unadhani, matumaini gani ambayo anakupa kwamba inawezekana Abel asiruhusu bao leo kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union? Abel anataka nafasi ya kuwa namba 1 goalkeeper wa Simba. Na ili uwe goalkeeper namba 1, maana yake ufanye save nyingi, maana yake uhakikishe timu yako inapata clean sheet. Leo watu wanamchukulia tu Diarra mtu mdogo, lakini Diarra ameanza kutengeneza ukubwa wake kabla hajakuja Yanga. Diarra katengeneza clean sheet tangu anacheza World Cup ya under 20. Kwa hiyo Abel asizungumze maneno haya kwa faida yake mwenyewe. Anatakiwa kujua kwamba ili mimi nipate clean sheet lazima mabeki waamke vizuri. Ili apate clean sheet lazima Simba ipushi dakika 90, lakini vinginevyo maneno yake kesho atakuja kumhukumu. Maneno yake kesho atakuja kumuumiza, kwa sababu unakwenda kucheza na Coast. Coast anafungwa na Simba, tunafahamu. Coast anafungwa na Simba, tunafahamu. Lakini moja ya timu ambayo inacheza dakika 90 na kupata goli zidi ya Simba ni Coast. Mechi ya mwisho ya ligi kuu imechezeka Tanga pale. Kiwango alichokionyesha Coast kila mtu alishangaa. Ubora alionyesha Coast kila mtu ameshangaa. Mwisho wa siku Simba kashinda goli 2-1. Maana yake Simba, Coast anajua mimi ni sehemu gani na muhini Simba. Maana yake Coast anajua mimi nifanyaje ili nipate goli zidi ya Simba. Kwa hiyo Abel asitumie kichaka hiki kwa kutaka kuwaonyesha wana Simba kwamba yeye ni golikipa bora kuliko magolikipa wengine. Safu ya ulinzi ya Simba kwenye michezo mitatu imeonekana kama yakisua na kuwa na uoga baada ya kupata kadi 3. Pengine kwa mchezo wa leo wengine tahadhari ipi Dosa? Wawe heshimu wapinzani. Wawe na nidhamu. Kama nilivyokuambia, wanapocheza Coast na Simba ni mechi ambayo matokeo yanafahamika, lakini football inajulikana. Coast wanaonyesha. Coast wanahitaji kupata alama 3 zidi ya Simba. Kwa hiyo moja, wachezaji wa Simba wawe na tahadhari. Lakini wachezaji wa Simba wanapaswa kuwa na discipline zidi ya Coast. Sababu Coast tushakuja kumshuhudia amepata sare zidi ya Simba goli 2-2 zaidi ya mara 2, si ndio? Lakini pia tushakuja kumshuhudia Coast huende kando timu nyingine pekee pia imekwenda kumnyima Simba ubingwa misimu miwili iliyopita kwa zile sare 2-2. Kwa hiyo wachezaji wa Simba hususan midfield na mabeki, Coast ni vijana. Piga chafya kidogo. Alhamdulillah. Sisi tumeamriwa tunapopiga chafya mkono tuweke hapa. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwatambua kwamba Coast ina wachezaji vijana. Wana energy ya kutosha, lakini vile vile pia wana nini? Wana speed. Kwa hiyo kama wasipocheza na tahadhari, huenda zile kadi 3 zilizotokea leo inakwenda kujirudia nyingine. Ila siamini kwamba leo wachezaji wa Simba watapata red card. Naamini watakwenda kumaliza mechi salama, na jambo ambalo watakwenda kulipata ni kuruhusu dakika 90 kumalizika bila kupata red card. Baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa pale Coastal Union, wengi wao wamewahi kukutana na Simba Sports wakiwa vilabu wapinzani, kimaanisha Young Africans. Kwa mfano kuna mchezaji Faridi Musa. Hakuna ambaye atambua uwezo wa Faridi na leo yupo kwenye kikosi cha Coastal Union. Uwepo wake labda utaongeza kitu gani labda? Sijui kwa nini Faridi ameondoka Yanga. Sitaki kuingilia majukumu ya watu, lakini moja ya mchezaji kama wana Yanga tunamkumbuka kweli kweli ni Faridi Musa. Ni mchezaji ambaye kipindi cha Profesa Nabi ni mchezaji ambaye alikuwa anatuofa zaidi ya maeneo 3 ndani ya uwanja. Anatuofa kama fullback namba 3. Lakini winga namba ngapi? Namba 11. Lakini bado Faridi alikuwa anaweza kucheza kama as midfield. Kwa hiyo moja ya mchezaji ambaye leo Simba wanapaswa kuwa naye makini zaidi ni Faridi Musa. Na mimi namuombea kwa Mungu Faridi Musa leo amke vizuri ili waonyeshe wana Yanga. Ili waonyeshe Yanga kwa nini mliniacha. Na je, mlikuwa sahihi au mlikuwa sahihi mimi kuniacha? Aulize maswali. Na sifa kubwa za wachezaji wanaocheza kwenye vilabu vya medium wanaonyesha ubora wao wanapocheza na vilabu vikubwa.
Kwa leo sitoshangaa Faridi Musa kwa man of the match. Sitoshangaa Faridi Musa akatoa kitu chake zaidi ya 100% zidi ya Simba Sports Club. Licha ya kuwa na wingers bora klabu ya Simba, huwa inakosa namba 9 ambayo inapaswa kumlishia kila siku. Tukiangalia mchango mkubwa wa mabao ya Simba ni kwenye wings. Dumbia, kitu gani ambacho kinamfelisha ukiangalia kwenye michezo mitatu? Mimi naamini ni pressure. Kwa sababu Simba kwenye miaka mitano ambao miaka minne ambao Simba anachukua ubingwa, Simba hawaje kuwa na mshambuliaji mwenye kariba kama Fiston Kalala Mayele. Kama Mayele. Kwenye miaka minne ambao Simba alikuwa anachukua ubingwa, hawaje kuwa na forward mwenye kariba kama Peter Shadulile. Shashaman. Hawaje kuwa. Washambuliaji wao ni wa kawaida mno. Alikuwepo pale Mugalu, alikuwepo pale Boko, alikuwepo pale Medi Kagere, alikuwepo kina Mavugo, ni wa kawaida. Yes, ni kawaida. Huwezi Mavugo na Seleboko na nani Boko na Kagere ukaja weka daraja moja la kina Fiston Kalala Mayele. Wala uwezo ukachukua wachezaji hao uliowataja ambao wamewahi kupita Simba ukaja ukaweka daraja moja na kina Peter Shadulile, ni uongo. Simba mastreka zao ni hawa kina Dumbia, kina Kagere, kina Boko, kina Mugalu. Ubora wa Simba ulikuwa upo kwenye namba 10. Ubora wa Simba ulikuwa upo kwenye mawinga wa kulia na kushoto. Mimi napenda kusema mara kwa mara, Mugalu koshai kufunga goli 10 plus, 18 plus. Si kwa sababu alikuwa bora, lakini kwa sababu nyuma yake palikuwa na Clatous Chota Chama. Alikuwepo Rally Bwalia. Alikuwepo kina Francis Kahata. Luze Mixon umemtaja huyo. Kwa hiyo Simba hawapaswi kulalamika zaidi kuhusiana na Dumbia. Of course ni mshambuliaji wao, hajaonyesha kitu kikubwa, lakini waulize huko nyuma walishakuwa na mshambuliaji mwenye kariba kama Fiston Kalala Mayele. Kwa wataki kulalamika kwa sababu hawajakuwa na forward mwenye kariba kama Fiston Kalala. Waulize huko nyuma walishakuwa na mshambuliaji mwenye kariba kama nani Makambo. Waulize walishakuwa na mshambuliaji kama Peter Shadulile. Majibu yako wazi. Kina Dube washaikuwa nao. Walikuwa wanafunga washambuliaji wao, lakini kwa nini wanafunga? Kwa sababu nyuma kuna Chama. Nyuma kuna Bwalia. Nyuma kuna Mixon. Huku kuna Kahata. Kwa nini usifunge? Kwa hiyo Simba wanapaswa kumkumbatia mno Dumbia. Dosa, umemgusia Mayele, nitakuwa mtovu wa nidhamu nisipokuuliza ile swali. Mshahara ambao anapokea sasa hivi Mayele ni mkubwa sana. Takriban kwa siku anapokea milioni 19.7. Wachezaji wa ndani wanashindwa nini? Au nadhani wachezaji wa ndani hawana uwezo kama Fiston Kalala Mayele? Sasa watu wa Pwani wanasema aliyepewa amepewa. Maana yako ni hivi. Mayele amepewa. Yaani Mayele amezawadiwa bahati moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Okay. Na hivi sasa binafsi naweza nikasema kwenye ligi za ndani hakuna mshambuliaji bora namba 9 kama Fiston Kalala Mayele. Za Afrika. Yes. Sio Dumbia. Kwenye ligi za ndani hakuna mshambuliaji top kama Fiston Kalala Mayele. Kwa issue ya hiyo sala analotaja kwa vilabu vilivyokuwa vimeendelea, kwa vilabu vyenye pesa vilihitajika kumlipa zaidi. Lakini lazima wana Yanga tujivunie kwamba safari ya Fiston Kalala Mayele kwenye dokumentari yake lazima aandike neno Yanga. Na nikitaka nije hapo kwa sababu baadhi ya mashabiki wa Yanga wameshaanza kutama mitandaoni kwamba Mayele bila sisi asingechukua milioni 19 per day. Yaani Bushiri nimetaja Yanga tu umeondoa Mike. Ulize swali. Ulize swali. Au nayo ni upande wa pili? Nchi mashabiki ni wawili tu. Ngoja basi. Nchi mashabiki ni wawili tu. Ukimuuliza Makawila atakwambia yeye ni nani? Ni Yanga. Ukimuuliza mara moja atakwambia yeye ni nani? Ni Simba. Wewe, mimi Yanga, wewe? Na Mungu. Acha mambo yako. Hiyo timu ya mkoa hiyo. Yaani sasa mimi niseme mimi Coast Dam. Umesema Coast Dam. Nyumbani. Sawa na mimi na Mungu. Kuna ugomvi ambao unaendelea mitandaoni kuhusiana nani winga bora kati ya Albasege na Kangwanda hivi sasa. Kwa nini michezo mingapi ambayo imechezwa? Nani winga wako bora? Sasa hilo swali la ugomvi. Hilo swali la ugomvi. Kwa mtazamo yaani sawa leo
uwatafute mashabiki uulize kati ya Dosa na Mchome nani bora. Kati na mtazamaji. Hatari sana hiyo. Kati ya Kangwanda na Libase Geye, nani winga wako bora? Na kwa nini? Bushiri umenitia kwenye mtego. Mtego. Dube huyo, Dube huyo. Bushiri, watu wa mpira kitu ambacho hawakitaki ni ukweli na uhalisia. Ni ukweli na uhalisia. Mimi nafikiri tumpe muda Albert. Tumpe muda Albert. Ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji mwenye sifa zote. Lakini lazima tumpe muda. Lazima tumpe muda. Kwa sababu ukimzungumzia Libase unajua sasa hivi ana takriban mwaka kwenye ligi. Na ameonyesha. Na ametushawishi. Lakini bado ukimzungumzia Libase unatakiwa ujue kwamba anacheza Simba Sports Club. Timu ambayo bado haijajipata. Timu ambayo mpaka mashabiki wake wengine wenyewe pia wanaikataa timu yao. Ndio. Simba na Bushiri. Lakini Simba waulize wao. Ni nani hivi sasa anaibeba Simba Sports Club? Jibu utakuwa ni hili. Libase Geye. Lakini sio Simba tu. Ukimtafuta kiongozi wowote wa vilabu vya mpira wa miguu Tanzania, muulize sasa hivi unatamani umchukue mchezaji gani ndani ya Simba Sports Club? Atakwambia ni Libase. Maana yako ni ipi sasa? Maana yangu Albert licha ubora wake, lakini bado timu inamzunguka kumpa matokeo chanya. Wasifananishwe na Libase Geye. Maana yangu hiyo. Licha ubora wa Albert, bado timu inamzunguka kumwasilisha kwamba yeye ni bora. Leo muondoe Libase na muondoe Albert ndani ya Yanga. Jiulize Yanga itashinda ishindi. Lakini leo kamuondoe Libase ndani ya Simba. Simba itashinda? Nategemea. Kule kwa Albert itegemei. Yanga na watu. Yaani brother tusijidanganyane. Hivi sasa ukimtafuta mtu yoyote wa mpira, ukimuuliza nani star wa Simba atakwambia ni Libase. Winga bora kwenye michezo mitatu yote kwenye ligi. Kwenye michezo yote kwenye ligi. Winga wako bora kwenye michezo mitatu kwenye ligi ya Tanzania hivi sasa. Kwenye timu zote ni nani Dosa? Tumalize na hili. Albert ni MVP. Winga bora kwenye ligi ni nani hivi sasa? Nimesema hivi. Albert ni MVP wa Zambia. Ndio. Mpaka dakika hii. No comment. No comment. Hapana. No comment. Kila mtu anataka ajue pale nani winga wako bora. No comment. Nashukuru sana. Ila hili swali mimi nataka ulijibu ufikirie kwa kina baada ya mchezo wa leo wa Simba, sawa? Alafu nitakuja nikuulize nani winga wako bora hivi sasa kwenye ligi ya NBC. Kati ya Libase na Albert. Sio Albert na Libase, viungo winga zote. Nani winga wako bora? Nitachukua wawili. Nataka mmoja tu. Baada ya mechi nitakuja kutoa winga wangu mmoja. Pamoja, nikushukuru.